ilipita miaka 30. Halafu kuanzia Isaka mpaka wana wa Israeli siku ile wametoka Misri ilikuwa ni miaka 400 kamili. Kwa hiyo nimesema hayo kuonyesha jinsi ambavyo Mungu anapotengeneza kalenda au ratiba yake huwa anaweka muda, na ule muda kwa kweli hauzidi, haupungui wala hauongezeki kulingana na mifano ile ambayo iko katika Biblia. Mfano mwingine wa tatu ni mfano ule wa uhamisho wa wana wa Israeli kwenda katika nchi ya Babeli, ambayo nabii Yeremia alitabiri. Unaweza ukasoma mambo hayo katika kitabu kile cha Yeremia sura ya 25 mstari wa 11 mpaka ule wa 12. Yeremia anatabiri. Ni kama vile anatangaza kile ambacho Mungu anataka kukifanya, kwamba watu wale kwa sababu ya makosa walioyafanya, Mungu alikusudia kuwatoa katika nchi yao waende utumwani kwa muda wa miaka 70. Na kwa kweli Mungu alitekeleza jambo lile kama alivyosema. Nabii Yeremia alitabiri, na wakiwa kule Babeli, Danieli akiwa katika kuvisoma vitabu, ndipo akagundua kwamba adhabu yao ilikuwa ni ya miaka 70. Na kweli ile miaka 70 ilipokwisha, wana wa Israeli walirudi katika nchi yao. Jambo la mwisho kwa leo ni mfano mwingine ni yale maono ya Danieli. Maono ya Danieli akiwa kule Babeli, Mungu alimpa tena ratiba nyingine ambayo ilionyesha muda ambao ungepita kuanzia siku ile Danieli amepewa maono au mafunuo yale mpaka siku ile ambao Yesu angepanda msalabani, kwamba ingepita miaka 483, kwa maana ya kwamba yale yalikuwa ni majuma 69. Kila juma moja lilikuwa linabeba miaka 7. Ukichukua miaka 7 mara majuma 69 unapata miaka 483. Na ukienda katika historia, ilipita miaka 483 tangu maono ya Danieli mpaka Yesu alipopanda msalabani. Kwa hiyo nimeyasema hayo kutaka kudhihirisha kwamba Mungu anapotoa ratiba yake katika yale ambayo anakusudia kuyatenda, huwa anaweka na muda. Huo ni kama utangulizi tu wa sehemu hii ya kwanza. Tutakapoingia katika ile kalenda za Mungu, maana ziko zaidi ya moja. Kimsingi ni kwamba iko kalenda mama ambayo imebeba kalenda zingine ndogo ndogo, lakini pia kuna na ratiba zingine za matukio madogo madogo. Vyote kwa pamoja, Mungu utaratibu wake ni huo, kwamba lazima atangaze mwisho tangu mwanzo wa jambo, na hivyo ndivyo ambavyo Mungu amekuwa akifanya. Mambo haya kwa kweli watu wengi hawayafahamu. Mungu akubariki kwa kuendelea kuwa pamoja na mimi. Tunapozidi kuendelea taratibu, tutayaelewa taratibu, na mwisho wa siku tutamuelewa Mungu wetu ambaye tunamwabudu. Mungu wetu tunayemwabudu sio Mungu dikteta, sio Mungu anayeshtukiza. Kwa kweli ni Mungu anayetupenda na anatuambia kila kitu. Mambo yote yatakayotokea duniani Mungu ameyaandika katika maandiko kama tutakavyoona. Msikilizaji wangu, nataka niseme jambo hili kwamba leo hii kuna watu wengi wana mtazamo tofauti. Wako wengi ambao wanasema Yesu amechelewa kurudi. Ninaposikia mtu anasema Yesu amechelewa kurudi,
mimi namshangaa kwa sababu anamuona Yesu kama mchelewaji. Kimsingi, Yesu ambaye ndiye Mungu mwenyewe hawezi akawa mchelewaji. Wengine wanasema hatarudi tena. Wengine wanasema muda wake bado sana. Wengine wanasema alishakuja. Sasa yote hayo yanasababishwa na nini? Yote hayo yamesababishwa na ukweli kwamba watu hawajui kalenda ya Mungu. Nataka nikwambie msikilizaji wangu kwamba mwisho wa somo hili, ijapo litachukua muda mrefu, utafika mahali utaelewa tu kwamba Mungu mpaka sasa yuko ndani ya ratiba yake. Hajaongeza wala hajapunguza, wala Yesu hajachelewa na kamwe hawezi kuchelewa, na atafanya